Tumemaliza mwezi wa Ramadhani, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupokelee ibada zetu, atusamehe madhambi yetu. Funga yetu tuliyofunga ndani ya mwezi wa Ramadhani iwe ndo sababu ya kufanikiwa katika siku ya kusimamishwa mbele yake. Ndugu zangu wapendwa, kuna jambo muhimu hapa tulijadili kwa dakika chache tu. Naomba usikivu wako na umakini wako kwenye hili. Na jambo lenyewe si jingine isipokuwa ni swala la muandamo wa mwezi. Swala hili kwa hakika watu wengi wamelizungumza kwa namna tofauti tofauti, na mimi mwenyewe pia nimeshawahi kulizungumza swala hili kwa namna tofauti tofauti huko nyuma. Lakini leo nataka tulizungumze swala hili kupitia kwa jahili mmoja wa Kiwahabi, fasik, kibwengo huyu wa Kiwahabi. Tumsikilize hapa kidogo, kisha tutaanza safari yetu ya mazungumzo kupitia yeye. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 19 mwezi wa 3, yani March mwaka 2026, ni sawa kabisa na tarehe mosi ya mwezi wa Shawwal ya mwaka 1447. Taarifa zimetufikia, mwezi umeonekana katika nchi ya Afghanistan, kadhalika vile vile katika nchi ya Mali, kadhalika vile vile katika nchi ya Niger. Na taarifa hizi tumezipata kutoka kwa watu Masha Allah, ima wako katika maeneo hayo au ndugu zao wapo katika maeneo hayo. Tunaufahamisha umma kwanza uzuie ndimi zao kwenye masala kwamba hawa mashekhe hawajatutangazia, hawa wanafuata Saudia. Si masala ya kufuata Saudia, ni kwamba tumepishana sasa hivi kwenye masala ya kwamba tunazingatia watu wa falaki au hatuwazingatii. Wenzetu wamezingatia kwamba watu wa falaki wamesema hakuna mwezi, kwa hiyo atakayesema kaona mwezi bila shaka kakosea. Hapo ndipo tulipotofautiana. Wamezingatia hilo, sisi hatuzingatii hilo kwenye kuingia Ramadhani wala kwenye kutoka Ramadhani. Kuna mambo mawili hapa ameyazungumza. Jambo la kwanza, amethibitisha kwa Alhamisi ya tarehe 19 March 2026 ilikuwa ni siku ya Eid kwa msimamo wao Mawahabi. Msimamo ambao tunasema msimamo usiotekelezeka na msimamo ambao ni bid'a, uzushi. Msimamo wa kufuata mwezi muandamo wa kuingia Ramadhani au kutoka kwa Ramadhani popote pale utakapoonekana. Amethibitisha hilo. Lakini wenzake wengi, 90% au zaidi, hawakufungua siku ya Alhamisi. Wamekuja kufungua siku ya Ijumaa. Akasema jambo jingine kwamba watu wazuie ndimi zao, wasije wakasema kuwa mashekhe wetu hawakufungua siku ya Alhamisi kwa sababu Saudia hawakufungua. Mashekhe wetu hawakufungua Alhamisi kwa sababu wanawapa kipaumbele wanachuoni wa falak, yani wanatumia zile astronomical calculations. Kwa hiyo sio masala ya Saudia haya, sio kwamba masala ya kwamba Saudia hawajafungua. Ni kwa sababu wao wanatazama yale mahesabu ya kifalaki, wanasubiri wale wanajimu watakavyoeleza. Tunaufahamisha umma kwanza uzuie ndimi zao kwenye masala kwamba hawa mashekhe hawajatutangazia, hawa wanafuata Saudia. Si masala ya kufuata Saudia, si masala ya kufuata Saudia, si masala ya kufuata Saudia. Ni kwamba tumepishana sasa hivi kwenye masala ya kwamba tunazingatia watu wa falaki au hatuwazingatii. Tunakuambia ewe jahil, usitubabaishe au usibabaishe Waislamu. Ukweli ulivyo ambao sisi tunaujua na tumeshasema mara kadhaa kwamba Mawahabi wa Tanzania, Kenya, wa hapa Afrika Mashariki kwa ujumla wanafuata Saudi Arabia na hawafuati mwezi wa kokote utakoandama. Hilo liko wazi kabisa, na hii si mara ya kwanza. Fuatilia historia huko nyuma, hii si mara ya kwanza, nadhani itakuwa ni mara ya 3. Imeshatokea mara kadhaa huko, mwezi unaonekana kwenye nchi nyingine na hawaufuati, wanasubiri Saudi Arabia. Hii ni kawaida na mwanzo ilivyokuwa. Kama hujui, mimi nakwambia mwanzoni ilivyokuwa. Na swala hili nimeshamsikia hata Muhammad Isa yule shekhe wa Kiwahabi analikiri, analikubali. Mwanzoni ilivyokuwa hapa Tanzania, zilipokuja hizi fikra za kwamba watu wafuate mwezi wa kokote, walikuwa wanafuata Saudia tu. Yani wao walikuwa wanafuata Saudia kabisa, hiyo inajulikana. Mwanzo fikra hii inakuja, watu walikuwa wanafuata Saudia.
baada ya kuchapwa kwa hoja na kuambiwa kwamba msimamo huu wa kufuata Saudia tu haupo kwenye dini, hapo sasa ndo wakabadilika kimaneno, wakaanza kusema kwamba tunafuata mwezi wa kokote. Lakini kiukweli hata huo mwezi wa kokote hawafuati, bado hawa watu wanafuata Saudia. Sisi tunajua hilo na tunasema mara kadhaa, na ushahidi au uthibitisho ni huo mfano wa sasa hivi, na limeshatokea hili jambo sio mara hii tu. Kama sikosei, mwaka 2008 ulionekana Yemen na hawakufuata mawahabi wa hapa mwezi. Kwa hiyo usitake kutuambia hapa kwamba sio masala ya kwamba Saudi Arabia. Tunaufahamisha umma kwanza, uzuie ndimi zao kwenye masala kwamba hawa mashekhe hawajatutangazia hawa wanafuata Saudia. Si masala ya kufuata Saudia, si masala ya kufuata Saudia. Ni masala hayo hayo. Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana na wewe kwenye jambo moja, kwamba ikiwa hawa mawahabi wanafuata hesabu za kifalak, wanafuata za Saudia, tutakubaliana na wewe kwamba wanafuata hizo, lakini za Saudia, sio za nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo hili tunaliweka wazi kwa watu wajue, Waislamu wasimsikilize huyu sheitani, wasimsikilize huyu anapindisha tu ukweli, na ukweli huu huwezi kuupindisha, kwa sababu hiyo iko wazi kabisa. Taarifa imewafika kwamba Afghanistan umeonekana mwezi, Niger, Mali, watu wamefungua ndani ya Alhamis, lakini wao hawakufungua kwa sababu Saudia hawajafungua. Basi hakuna masala ya nini wala nini. Na kama hilo unalolisema wewe, tutakubaliana nawe kwenye kwamba wanafuata hesabu za kifalaki, wanafuata za Saudia. Jambo la pili, kwamba wewe bwana mkubwa umekula mchana wa Ramadhani. Hilo ndo jambo la pili. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaeleza kwamba msimamo wa kwamba mwezi kokote utakaoonekana ima kuingia kwa Ramadhani au kutoka kwa Ramadhani, itakuwa imeshawajibikia uonekanaji huo wa mwezi. Dunia nzima imeshawajibikia wafuate uonekanaji huo wa mwezi. Ni msimamo ambao ni bid'a, uzushi, hata kama umesemwa na baadhi ya wanachuoni. Ni msimamo ambao ni uzushi na hautekelezeki na hauingia akilini. Ni wakizushi kwa sababu haujafundishwa na Mtume. Msimamo huo utekelezaji wake umeanza hivi sasa kwa sababu ya uwepo wa simu na kompyuta. Narejea tena, hata kama baadhi ya wanachuoni wameusema msimamo huu zamani, lakini bado msimamo huu ni uzushi kwa sababu haujawahi kufundishwa na Mtume, haujawahi kufundishwa na masahaba. Msimamo huu hawajaufundisha na haujatekelezwa. Nitaeleza hapa ni kwa nini haujatekelezwa msimamo huu, na uwezekano wa kutekelezwa ulikuwepo. Nitaeleza hilo biidhnillah tabaraka wa taala. Naomba unitegee sikio lako vizuri. Kwanza hebu tuchukue nukta, tuokote baadhi ya nukta hapa ili unielewe. Tusitumie nguvu nyingi kunukuu kauli za wanachuoni na nini. Tuchukue baadhi ya nukta hapa. Kwanza, unaposema kwamba mwezi ukiandama kokote, mfano tujalie kuingia kwa Ramadhani, tayari mwezi ule utakuwa ushabeba hukumu ya kwamba dunia nzima inatakiwa iufuate ule mwezi. Dunia nzima imeshaingiwa na Ramadhani. Na ndio maana yake Marekani ukiandama mwezi, tujalie tuchukue mfano wa Marekani au nchi yoyote, lakini tuchukue mfano Marekani, umeshaandama mwezi magharibi, mwezi wa kuingia kwa Ramadhani. Sisi huku nchi nyingine haujaandama bado. Unapotuambia tayari na sisi tufuate hukumu ya mwezi ule, tafsiri yake dunia nzima tayari imeshaingiwa na Ramadhani. Haijalishi kwenye nchi yenu huku iwe mchana iwe usiku, tayari na nyie mtakuwa ndani ya Ramadhani kwa sababu ule mwezi umeshaandama, wakati wa Ramadhani umeshafika. Na wala si kinyume chake. Kwa maana ukija ukatuambia mathalan Marekani mwezi umeshaandama, lakini kwetu sisi huku Tanzania mfano tujalie ni mchana au asubuhi, halafu ukatuambia huku ushaandama lakini huko kwenu nyie bado Ramadhani haijaingia, utakuwa unajizonga. Maana tafsiri yake unasema kwamba mwezi ulioandama kule si hautuhusu. Kwa sababu ikiwa unatuhusu, maana na sisi tayari tumeshaingiwa na Ramadhani, hata kama sisi kwetu ni mchana au kwetu ni asubuhi.
Si Ramadhani imeshaingia, na Ramadhani ikiingia mahala pamoja manake imeingia kote, manake haijalishi sasa kule ilikoingia kama ni magharibi, huku kwetu hata kama ni mchana tena ndani ya Shaaban, hata kama ni mchana tena siku ya mwisho mfano ya Shaaban itakuwa imeshatuingia hiyo Ramadhani. Sasa angalia kituko, itakuwa Ramadhani sasa imetufika, tuko kwenye mchana wa Shaaban, lakini kwa wenzetu huko tayari ni magharibi, usiku umeshaingia na Ramadhani imeshaingia. Sasa tunatakiwa tufuate mwezi wa huko, na kwa hivyo kwetu itakuwa sasa Ramadhani imeshaingia, lakini Ramadhani hii imeingia ndani ya Shaaban, kwa maana sisi tuko kwenye mchana wa Shaaban, tunamalizia mwezi wa Shaaban, lakini tutaambiwa sasa hukumu ya mwezi kwa vile tufuate mwezi kokote utakuandama, na sisi tayari tutakuwa tuko ndani ya Ramadhani, lakini Ramadhani hiyo itakuwa ndani ya Ramadhani iliyo ndani ya Shaaban. Angalia, ndio maana nasema yani msimamo huu ni wa ajabu sana. Na ukisema, narejea tena, ukisema kwamba hata kama huko utakuwa ushaandama nyewe wakati huko mchana wa Shaaban, itakuwa bado, maana unakubali kwamba mwezi ulikoandama huko sisi bado hautuhusu, tunatakiwa tutazame mwezi wetu utakaoandama. Ukisema unatuhusu, maana ule muda ulioandama kule hukumu yake itatukabili na sisi, kwa sababu kule tayari Ramadhani imeshaingia, na Ramadhani imeshaingia. Kama imeshaingia dunia nzima, sisi hata kama kwetu ni mchana tayari tutakuwa tuko ndani ya Ramadhani, hata kama itakuwa mchana huo ni wa mwisho wa siku ya Shaaban, kwa sababu siku zinageuka katika sheria ya Kiislamu, zinageuka baada ya kuzama kwa jua, ndio siku inapogeuka. Kwa hiyo sisi tukiwa mchana wa mwezi wa Shaaban, wenzetu wameshaandamiwa na mwezi magharibi, itakuwa sisi tuko ndani ya Ramadhani, ndani ya Shaaban. Hivyo ndivyo ilivyo, na itabidi tujizuie kula. Kwa hiyo itakuwa imetukuta pia Ramadhani katikati ya mchana au asubuhi tushamaliza kunywa chai. Wallahi huu ni msimamo wa ajabu sana, na haiwezekani, hautekelezeki. Mbali na kwamba haujafundishwa katika dalili za kunakili, lakini pia hata katika dalili ya kiakili hauingii akilini. Nakupa nukta ya pili. Nukta ya pili ni kwamba unaposema kwamba msimamo sahihi ni kufuata mwezi popote unapoandama, tafsiri yake huko nyuma, huko miaka yote tunayoeleza, watu washafanya makosa tayari. Na tafsiri yake ya pili, maana yake ni kwamba Uislamu kuna baadhi ya ibada haziwezi kutekelezeka kwa 100% isipokuwa zihitajie teknolojia kama vile simu na kompyuta, kwa sababu msimamo wa kufuata kokote kule utakoandama hauwezi kutekelezeka isipokuwepo simu, isipokuwepo kompyuta. Na ndio maana huko nyuma haujatekelezwa. Hata baadhi ya wanachuoni waliozungumza huo msimamo hawakuutekeleza. Kwa nini? Kwa sababu lau ungelikuwa umetekelezwa msimamo huu, ingelikuwa hivi: watu huko nyuma, katika karne za huko nyuma, wangelipelekeana barua, wakaambizana, sasa bwana, mwezi umeandama huku siku fulani, je huko nyie, je nchi ya huko, sisi huku uliandama siku fulani, basi nyie mlitangulia kufunga, itabidi sisi tuilipe hiyo siku, maana hiyo siku ambayo nyie mlifunga sisi huku tulikula, kumbe huko kwenu ulionekana mwezi, basi itabidi tuilipe, maana ukila mchana wa Ramadhani itakulazimu uilipe. Lakini hakuna kitu kama hicho, kwamba mataifa yalikuwa yanapelekeana barua huko nyuma kuambizana tarehe ambazo au siku ambazo miezi iliandama, ili wale waliokula mchana wa Ramadhani, ambayo Ramadhani hiyo ilikuwa kwa nchi nyingine waliuona wao mwezi, ili waje wailipe hii funga. Hakukuwepo na jambo hilo. Na kwa hivyo ni kama vile unatuambia kwamba kwa kuwa sasa hivi msimamo huu unaweza kutekelezeka kwa sababu kuna simu. Sasa hivi unaweza ukawasiliana na mtu wa Indonesia au mtu wa Marekani au mtu aliyeko Japan, unaweza kuwasiliana naye muda wowote akakwambia huku mwezi umeandama. Kwa kuwa sasa hivi uwezekano huo upo, ndo unatuambia huu ndo msimamo sahihi. Kwa hiyo ni kama vile unatuambia Uislamu ulikuwa unasubiria teknolojia ili uweze kutekelezeka kwa 100% kwenye ibada hii ya funga, na huo ni uongo na ni kuudhalilisha Uislamu. Ni uongo. Uislamu unaweza kutekelezeka bila kuhitajia simu hii,
Na katika zama zote, zama za teknolojia na zama ambazo teknolojia haipo, Uislamu unatekelezeka kwa 100%. Uislamu hauhitaji simu wala kompyuta kwenye kutekelezeka kwake. Kwa hiyo unapotuambia mwezi wa kimataifa ndo sahihi, maana yake unatuambia kwamba huko nyuma wamekosea, watu wamekula mchana wa Ramadhani au wamefunga kwenye siku zaidi, na vile vile unatuambia kwamba funga haiwezi kukamilika kiusahihi zaidi katika utekelezaji wake isipokuwa ihitajie teknolojia. Au huko nyuma walikula, walifanya kwa makusudi, walikosea huko nyuma kote kwa sababu hawakupelekea barua, wakaambiana kwamba jamani, nyie wenzetu, basi kama ni tarehe hiyo mlianza kufunga, itabidi mlipe funga moja, mlikula nyie mchana wa Ramadhani. Hawakupelekea na barua hizo. Kwa hiyo inabakia vile inavyobakia katika kaida, katika kanuni ya kisheria, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ibada vile ilivyokuwa ndivyo itaendelea kutekelezwa vile vile ilivyokuwa. Haiwezi ikapata mabadiliko kwa sababu ya utandawazi, sio kwa sababu ya kwamba imekuja simu sasa hivi au kompyuta. Ibada itaendelea kutekelezwa vile vile katika hali yake ya asli. Nukta nyingine ni kwamba ndani ya mwaka huu tuliona sisi kupatwa kwa mwezi ulipatwa siku si nyingi huko kwetu, na baadhi ya nchi duniani mwezi ule haukupatwa. Sisi huku tukaswali kwa sababu mwezi ulipatwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, anasema inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kupatwa kwa mwezi na jua ni alama katika alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume akatuambia, fa idha raaitum dhalika fad'u Allaha wakabbiru wasallu watasaddaqu, au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katufundisha, angalia hizo lugha zilizokuja, fad'u Allaha wakabbiru, muombeni Allah. Matamko ndivyo yalivyokuja, wakabbiru wasallu, salini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza nasi kwa ujumla. Maana kama bwana wanasema tufate mwezi kokote, kwa sababu Mtume anasema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fungeni, anazungumza kwa sote, anazungumza na sote kwa ujumla. Fungeni kwa kuona kwake, fungueni kwa kuona kwake. Kwa kuwa anazungumza na sote, basi utapoonekana popote. Basi na hapa kwenye swala la kupatwa jua na mwezi anazungumza na sote kwa lugha ya pamoja, kwamba salini, leteni zile takbirat, leteni. Anazungumza nasi kwa pamoja, muombeni Allah. Anazungumza nasi kwa pamoja. Kwa nini sasa kwenye suala hili la kupatwa kwa mwezi, kwa nini hamkubali nyinyi sisi kuswali hapa sala ya kupatwa kwa mwezi, na nyinyi wenyewe hamswali swala ya kupatwa kwa mwezi, ikiwa mwezi huo utapatwa kwenye nchi nyingine? Au ukipatwa mwezi hapa nyinyi msiswali kwa sababu nchi nyingine haujapatwa, hawaswali? Kwa nini sasa na swala la mwezi wa kupatwa kwa mwezi isiwe ni swala la kimataifa, na mwezi ni huu mmoja? Kwa nini kama mwezi mmoja, kwa nini msiupe hukumu moja kwenye kila kipengele? Kwa hiyo tunakuambia tu Muhammad kwamba umekula mchana wa Ramadhani muhuni wewe, na wenzako walishtuka tu, wengine wakaona bora tusili mchana wa Ramadhani. Hadithi ile ya Quraib ambayo tunaieleza mara nyingi, kuna kitu muhimu sana katika ile hadithi, ukisoma utakiona. Hadithi ya Quraib kwa ufupi, kwa wale ambao haifahamu, ni kwamba Quraib huyu ni sahaba, alienda Sham, aliondoka pale Madina, akaenda zake Sham. Kufika kule Sham alikuta Ramadhani ndio inaingia. Sasa kule Sham mwezi uliandama usiku wa Ijumaa, maana yake mchana wa Ijumaa kule Sham walianza kufunga. Akafanya pilika zake zilizompeleka huko, akarudi. Kurudi anafika Madina ni mwisho wa mwezi, kwa sababu unajua safari za zamani. Sasa alipofika huko akakutana na Ibn Abbas, akamueleza Ibn Abbas kwamba Sham kule sisi tulifunga mchana wa Ijumaa, mwezi uliandama usiku wa Ijumaa. Ibn Abbas akaeleza akasema, sisi hapa mwezi uliandama usiku wa Jumamosi, maana yake tulifunga
mchana wa Jumamosi. Kwa hiyo Sham ilitangulia kufungwa, Madina ilichelewa kufungwa. Kwa maana tafsiri yake Madina walikula mchana wa Ijumaa ambao ulikuwa kwa Sham ni Ramadhani. Hapa ililazimika, kama ingelikuwa msimamo wa kufuata popote upo wakati ule, ingelazimika Ibn Abbas awaambie masahaba wote waliokuwepo wakati ule na watu wote, awaambie kwamba jamani, kumbe sisi tumeshakula tayari kwenye mchana wa Ramadhani ya Ijumaa ambao Sham walikuwa wamefunga, itabidi tuilipe hii funga. Hakusema Ibn Abbas, bali akamwambia Quraib, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narahu, sisi tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe 30 au tuuone mwezi, tutaendelea kufunga. Kufungua kwetu ni kwamba tuuone mwezi au tukamilishe Ramadhani 30. Hapa wazi Ibn Abbas anakataa kufuata mwezi wa Sham. Angelikuwa hakatai, angelihesabu ile Ijumaa, mchana wa Ijumaa ambao wao walikula pale Madina, angelihesabu. Na kwa hivyo asingelisema swala la kukamilisha 30, asingelisema kwa sababu tayari kuna moja washaiacha, lakini aliukataa wazi mwezi wa Sham. Na Quraib alipomuuliza Ibn Abbas kwamba awala taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyamihi, hutosheki na kuona kwa Muawiya na kufunga kwake, Ibn Abbas akamwambia la, hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume. Alivyotufundisha Mtume ni vipi? Ni yale maneno aliyosema baada ya haya kwamba tufuate kule mwandamo wetu tukamilishe au tuuone pale petu, sio huko Sham. Sasa hivi miwahabi inakuja kuipindua hii hadithi na hala haipinduki wala hawawezi kuipindua. Wanapapatu wanasema sijui maana yake hapa aliposema hakadha amara na Rasulullah, maana yake pale usipopata habari. Usipopata habari jamani, wapi na wapi na haya maneno yalivyokuja, hii hadithi ilivyoeleza wapi na wapi, na tafsiri za kipuuzi kama hizo. Na kama ingekuwa maana yake hiyo basi wangelilipa ile siku. Kwa hiyo kiufupi hii ndo sunna hasa leo ya Mtume ni kufuata mwandamo wa pale mlipo, sio mwandamo wa kokote. Kwa kufuata mwandamo wa kokote ni uzushi, hata ukitetea vipi wewe, huo ni uzushi, ni bid'a, hata kama imesemwa na baadhi ya wanachuoni. Na kuna baadhi ya watu wanatolea hadithi, kuna hadithi kwamba Mtume aliletewa habari kwamba mwezi umeshaandama, akawaambia masahaba kwamba wafunge. Jamani, hebu kuweni na akili. Mtume kaletewa habari usiku kwamba mwezi umeandama, usiku huo aloletewa. Tena sio kwamba watu walikuwa wameshalala tayari, ni usiku wa mwanzoni. Huyo mtu anatoka wapi? Mtu huyo wanachuoni wanaeleza anatoka maeneo hapo. Hebu jalia kwa wakati huo usafiri ulikuwa wa wakati huo wa wanyama. Mathalan nakupa mfano tume hapa Zanzibar, hapa Unguja. Mtu atoke mathalan Bumbwini aende Makunduchi kwa punda au kwa farasi. Atoke hapa baada ya mwezi, atoke Bumbwini baada ya mwezi kuandama. Makunduchi anafika saa ngapi? Si anaenda kufika saa 5 za usiku. Basi tujalie huyo mtu kamjia Mtume saa 5 za usiku. Yaani kifupi mtu huyo alitoka maeneo ya pale karibu. Pale Hijaz. Hajatoka maeneo ya mbali, hawezi kuwa ametoka taifa jingine halafu aje ndani ya usiku huo afike kwa Mtume usiku huo ambao umeandama mwezi ampe taarifa. Tumia akili basi. Kwa hiyo hakuna uthibitisho wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala mafundisho ya masahaba juu ya swala la kufunga kwa mwandamo wa popote. Na kuhusu swala la Kenya, yule chief kadhi wa Kenya sijui kama yuko sawa. Mimi sitaki nimtovukie adabu, lakini simuelewi kabisa. Yaani ni kama mtu ambaye ana mawenge hivi. Yaani kutangaza kwake swala la mwezi, anaweza akachukua tu kauli zozote ambazo hata hazifanyi uhakiki, akaokota tu kauli, au akakurupuka tu kutangaza taarifa ambazo hata hajafanyia uthibitisho. Ni mtu ajabu sana. Sijui tu huwa ni nani ambaye anachagua huyo chief kadhi Kenya, sijui. Na sijui hutumia vigezo gani, lakini sisemi hana vigezo, isipokuwa ni mtu ambaye kama vile ana mawenge fulani. Lazima awe makini, na wala sisi Tanzania kama hatujathibitisha uonekanaji wa mwezi Kenya, tunaona
uonekanaji wake ni wa matata matata hivi. Chief Kadhi kurupuka kama kawaida yake, huyu Chief Kadhi wa sasa hivi, basi ni haki yetu sisi kutokufuata huo mwezi. Tuko sawa kabisa kwenye hilo, kutokufuata mwezi wa Kenya, na tukaendelea kama kukamilisha Ramadhani 30 au kukamilisha Shaaban 30.